kwamba fedha zako zinaendelea kuongezeka kila siku, kuna aina ya elimu ambayo utahitajika kuendelea kuipata kila siku. Ndio maana ni muhimu sana wewe unasoma vitabu ambavyo vinaweza kukusaidia kupanua uwezo wako, ufahamu wako na akili yako kuhusiana na mambo ya kifedha. Nimeshasema hapo kabla, kuna vitabu vingi ambavyo nimeandika vinavyohusiana na mambo ya kifedha, vinaweza kukusaidia pia. Lakini kuna elimu za aina 4 ambazo ni muhimu sana uzipate kwenye maisha yako ili ziweze kukutoa unapofika kwenye swala la pesa. Aina ya kwanza ya elimu unayohitaji kwenye pesa ni namna ya kuzipata pesa. Swali unatakiwa kujiuliza, how can I make more money? Hii tunasema ni elimu inayokufunua ufahamu wa kujua fursa, namna ya kuzitumia na namna gani unaweza ukazigeuza kwa haraka kuzifanya kwa fedha. Pesa ziko kila mahali, zinakuzunguka unapoamka asubuhi mpaka unakwenda kulala, lakini unahitaji macho ya ziada kutafuta elimu inayohusiana na namna gani unaweza ukapata pesa za ziada. Aina ya pili ya elimu unayohitaji ni namna ya kuzitumia. Watu wengi sana wakipata pesa, umeshakusikia wale watu ambao wanashinda bahati nasibu hela nyingi sana, lakini baada ya muda waonekane kokote. Utafiti mmoja ulifanyika kule Marekani, wakaangalia watu ambao wameshinda pesa nyingi mpaka kwenye bilioni kutokana na bahati nasibu. Baada ya miaka 5 watu wote hao walirudi kuwa maskini. Unafahamu watu wengi ambao walishakuwa matajiri wakapata pesa, pengine wasanii, wacheza mpira, watu mbalimbali ambao walikupata pesa nyingi, lakini leo pesa zile haziko mahali zinapoonekana kwenye maisha yao. Wanaishi kishida kwa sababu hawakujua, hawakupata elimu ya matumizi ya pesa. Na ni vizuri uanze kupata elimu ya fedha ukiwa bado katika kiwango cha chini pia. Kwa bila kujali level yako leo iko namna gani. Nasema mimi nikishapata pesa nyingi ndio nitafuta elimu. No. Bila kujali unalipwa shilingi ngapi, unaingiza kiwango gani, mtaji wako ni kiasi gani, unahitaji elimu ya pesa kwenye maisha yako. Namna unavyoweza kuzitumia. Elimu ya tatu ambayo unahitaji ni kuizidisha fedha zako. Unawezaje kuzidisha pesa kwenye maisha yako? Multiplying your money. Pesa ni kama mbegu inayokuja mkononi mwako. Unatakiwa una uwezo wa kuizidisha. Kwenye kila pesa unayopata, kuna mbegu inayotakiwa kupandwa kwa ajili ya kuzidisha pesa yako. Hebu jiulize hata leo, hivi fedha ambazo umekuwa unazipata kila siku umeweza kuzidisha namna gani? Kama wewe ni mfanyakazi, hebu fanya mahesabu haya. Tangu umeajiriwa mpaka leo, mshahara uliolipwa, uliopita mkononi mwako, uliopita kwenye akaunti yako ni milioni ngapi? Kuna watu ambao ukijumlisha miaka yote umeingiza pesa zilizopita mkononi mwako ni mamilioni ya pesa. Kinachokosekana pale sio pesa inayoingia mkononi. Kinachokosekana ni elimu ya kuzidisha pesa ambayo ulipata mkononi. Kwa utafuta namna gani unaweza kuzidisha pesa ulizonazo. Elimu ya mwisho ambayo unahitaji kuwa nayo ni namna gani unaweza kubadilisha pesa zianze kukufanyia kazi. Kumbuka kuna wakati utafika utakuwa una nguvu za kufanya kazi. Kuna wakati utahitaji kupumzika. Sasa kama ukipumzika ukaacha kufanya kazi na pesa zinaacha kuingia kwenye mfuko wako na akaunti yako, tafsiri yake ni kwamba unakosa elimu ya kuifanya pesa ikufanyie kazi. Na ndio maana unatakiwa uweke azimio kwamba utapata elimu na maarifa ya kukusaidia namna gani unaweza kubadilisha pesa unayopata ikufanyie kazi hata kama kesho utakuwa wewe haufanyi kazi. Elimu hizi 4 ndizo ambazo zimetofautisha vipato vya watu wote wanaotamani kuwa kama wao kwenye eneo la kipesa. Ninaamini kuanzia leo utaanza kuzitafuta kila wakati ili ziweze kukuletea matokeo makubwa na kubadilisha kiwango chako cha pesa. Sina shaka mwaka huu